سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Inshallah, kwa kupatiliza wakati na fursa, tumempata mgeni wetu, japo si mgeni, ni mtu ambaye ni mwenyeji na nafikiri bila shaka wengi wanamjua. Ametutembelea na leo tumefaidika na khutba yake Ijumaa. Sote tumesikia raha, si ndio? Kwa hivyo tumependa na pia awe na kelima mukhtasara ya nasiha na tawjihat na irshadat, ili tufaidike na yeye na pia tupate mengi kutoka kwake inshallah. Sheikh anaitwa Sheikh Ubaid bin Sheikh Said Ali Hassan. Sheikh Said Ali Hassan nafikiri mnamjua nyote, ni mudirul ikhlas. Nafikiri na yeye ni ghaniyun an taarif. Huwa sasa ni mtoto wake, anasema Waarabu, hadha shiblu min dhaka al-asad. Kwa hivyo na yeye amesoma Tarim, amesoma hapa Kenya, kisha akaenda Tarim kwa Habib Umar, amekaa miaka mingi huko na alitoka juzi tu, nafikiri hata miaka mitatu bado hajafikisha. Na sahihi yuko Ikhlas anafundisha, ni mmoja katika walimu. Kwa hivyo ana mengi, kwa hivyo inshallah taala tutamuomba tupe mawili matatu inshallah taala kabla ya nini kuondoka inshallah, na ana haraka kidogo. Kwa hivyo inshallah kuna kasida moja, sio tabaru, kasida moja inshallah بالاختصار, kisha inshallah tupate nasaha kutoka kwake. بسم الله بسم الله.
لتنحل جناني ألا يا سادة حل جناني لعليكم مدد 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 يا نديم لعليكم بدا وصف الجلال بكم نلنا الهداية والأمان بكم نلنا الهداية والأمان ولولاكم مدد 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 يا نديمي ولولاكم لكنا في ضلال تسابقت ركوب في كل شان تسابقت ركوب في كل شان وأسماكم مدد 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 يا نديمي وأسماكم شفاء من علال محاسنكم تشاهد بالعيان محاسنكم تشاهد بالعيان وأضواكم محد ظلم الجهالة أعيننا تقر على تهاني وأعيننا تقر على تعالي برؤياكم مدد 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 يا نديمي برؤياكم فما حسنها كحالا أنتم سادتي أهل الحسان وأنتم سادتي أهل الحسان وجدواكم مدد 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 يا نبينا
وجزاكم من المولى جزاء. Inshallah, sasa kwa kupatiliza wakati, inshallah tutampa Sheikh letu Sheikh Ubaid. Sasa tuwe makini na kila mmoja awe hadhir inshallah, na awe makini katika kufaidika na hii kalima, ili kila mmoja aondoke na faida. Kwa hivyo naomba inshallah tuwe makini, kila mmoja awe hadhir biidhnillah karim inshallah taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. يقول القائل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أولا، قبل أن نستمر في الكلام، إيش تختارون، أتكلم بالعربية أو بالسواحلية؟ تفهمون الكلام؟ إيش تختارون، العربية والسواحل؟ ماذا؟ ما سمعت الكلام وما سمعت الإجابة، إيش تقولون؟ بس أخالفكم نهجا، أتكلم بالسواحلية لكي تعم الفائدة، حتى الصغار هؤلاء عشان يفهمون الذي نتكلم عنه. Yule mmoja katika maneno akasema, walwaqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Huyo Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda katika kitabu chake ambacho kwamba alichokipa unwani qimatu zamani 'inda al-ulama, tabu unwani ya kitabu. Kishika hicho kitabu utaona beti pale mbele kabla hujafungua kitabu hichi qimatu zamani 'inda al-ulama, ambacho kwamba kilichofanya ufupisho na kitabu kingine chake safahatu as-sabr ala ulamai wa litahsil al-ilm. Asema hichi kitabu kishika utaona beti pale akwambia, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Hakuna kitu ambacho kwamba chapita haraka haraka kama wakati. Wewe ukiangalia wale ambao kwamba takriban wana miaka 6 markaz au wana miaka 4, mtu akiangalia akikaa kufikiria mimi nimekuja jana tu, lakini miaka imesongea. Wala wewe uko na miaka 6 markaz, lakini ukifikiria mimi nimekuja jana tu, bimaana sasa wakati unaenda haraka. Sasa wewe ambao kwamba wakati wako unaenda sabaha dada, wala na umekuja kusoma, una ihtimamu ya kusoma, umekuja kusoma, una raghba ya kusoma, umekuja kusoma, una hamu ya kuchukua vile vitu ambavyo mwalimu anakufundisha, wakati wako unapoteza kule. Wakati wako utakuwa unaenda sabaha dada kupata chochote. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba nimependa niwaambie ndugu zangu, penzi wangu, watuhifadhini wakati. Lazima wewe kama mwanafunzi uwe ni mtu ambaye kwamba wakuhifadhi wakati wako vizuri, ili baadaye usije kujuta fima baada. Waangalia wanazuoni ambao kwamba waliopita walikuwa vipi katika kuhifadhi nyakati zao, walikuwa vipi katika kudhibiti nyakati zao. Ndio utaona huyu Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda ametunga kitabu na amekusanya wanazuoni ambao kwamba hawakuoa katika maisha yao. Akakipa kitabu unwani yake al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj. Wanazuoni ambao kwamba hawakuoa, na kuoa kwao si kwamba hawana pesa, na kutokuoa kwao si kwamba hawana nguvu, la,
kuna kitu ambacho kwamba kimewashughulisha na kutoa, chenye ni ilmu. Ilmu ndio imewashughulisha mpaka wakasahau kuoa. Ndio utaona mmoja wao Ibn Taymiyyah nasema, mimi wakati ambao kwamba ni mzito kwangu ni wakati ule wa kula, kana watu walipokuwa na kuhifadhi nyakati zao, na hasa kuhifadhi nyakati ikiwa kwenye janibi ya ilmu. Asema hakuna wakati ambao kwamba ni mzito kwangu kama ule wakati wa kula, kwa sababu kule kula naona nikipiga matonge basi naona wakati waenda tu. Lakini leo kwetu ni kinyume. Leo kwetu ni kinyume. Hakuna wakati ambao kwamba tufurahia zaidi kama wakati wa kula, na hasa ikiwa ni zile siku za wali, siku ya Jumaa na siku zingine, siku za wali, huwa watu wana raha kweli, kwa sababu sisi tunajua hali ya wanafunzi, kwa sababu sisi tulikuwa boarding. Sasa mimi nimekuwa boarding. Nani ana miaka mingi hapa boarding? Ngoja niulize kwanza, nani kati yenu ana miaka mingi hapa? Nani afikisha miaka 10 hapa? Hakuna. Miaka 9? Man minkum? Mahad. Mimi nimekaa boarding Abkeni pale miaka 13 kwa boarding. Wala miaka 13 mimi kwa boarding. Kwa boarding miaka 13. Tangu sijabalighi mpaka nikabalighi boarding. Yaani nimeenda boarding pale ni mtoto mdogo. Kavumilia yale mambo kwa kwamba yapatikana na walimu, kavumilia kupigwa, hata mpigwa hapo. Kavumilia kupigwa, kavumilia kutukanwa, kavumilia kusimamishwa, sengine tuanyima chakula, kuvumilia. Basi alhamdulillah nikamaliza miaka yangu 13 kwa boarding. Alhamdulillah, kisha baada hapo Mwenyezi Mungu akanisahilishia nikapata safari. Lakini shahidi kuwa tupatilize wakati wetu vizuri, sije baadaye tukajuta. Nyote ambao kwamba mmekuja hapa, wale watu wakubwa ambao kwamba wako hapa, kuna marafiki zenu ambao kwamba mmewaacha nyumbani, kuna marafiki zenu ambao kwamba mmewaacha nyumbani. Sasa wengine angalia mambo ambao kwamba yanakuwa na tashwishi. Wengine ukirejea nyumbani, na sisi wengine ni hivyo, ukirejea nyumbani uweza kumuona yule rafiki yako ambao kwamba umemwacha ana duka lake na biashara yake, uweza kumpata rafiki yako ambao kwamba umemwacha ameoa, wala na wewe lakini umejikaza na kusoma. Kisha miaka yote ambayo kwamba wasoma na yule rafiki yako ambaye kwamba yupo nje amefungua duka na biashara, yule apata faida, na wewe mkaa hapa miaka 9 miaka 10 umetoka huna faida yote. Sasa faida yake ni mega boarding. Wewe ile siku watoka kama ile siku ambayo kwamba waingia, sasa faida yake ni umepoteza wakati bure, umemdhulumu yule ambaye kwamba yukusimamia, kwa sababu nyumbani kuna mtu ambaye kwamba yukusimamia, kutumia pesa zabuni, kutumia pesa kadha. Sasa umemdhulumu, na ujue kuwa kama tadinu tuda, vile unamdhulumu mzazi wako ama yule ambaye kwamba yakusimamia, na wewe utaja kupata mtoto, itakuwa ile mtoto kudhulumu pia. Hata kama mtoto wako asome, lakini mtoto wako ana machezo madrasa. Kwa hivyo ndugu zangu, tujitahidini sana katika kusoma, tuhifadhi wakati wetu vizuri, hasa ukiwa wewe uko mbele ya mwalimu, basi jitahidi zile dura ambazo kwamba yasitoa mwalimu uwe ni mwenye kuzipokea kwa mikono miwili, mwenye kuandika, hapo utapata. Na kama tunaposoma kwa ilmu haikupi baadhi yake mpaka wewe mwenyewe ujitoe kwa hiyo ilmu. Yani wewe mzima ukijitoa kwa ilmu, asa huenda ukapata baadhi ya ilmu. Sasa ikiwa wewe hujajitoa utapata nini? Ikiwa wewe mzima ukijitoa utapata baadhi ya ilmu. Sasa ikiwa wewe mzima hujajitoa utapata nini? Tumeelewana jamani? Kwa hivyo tujitahidi sana. Na vile vile ilmu yetu hii ni ilmu ya sanad. Ilmu yetu hii ni ilmu ambayo kwamba imechukuliwa kwa wachaji Mungu, ndio wakasema kuwa mwanafunzi yoyote ambaye kama hana qiyamul layl basi si mwanafunzi. Ukimwona mwanafunzi ambaye kwamba hana qiyamul layl, hana kisimamo cha usiku, wewe mwalimu wa kuamsha au viongozi wa kuamsha, maamiri, waanza kasirika, basi wewe jiangalie nafsi yako. Ndio kule Dar Mustafa utaona Al-Habib Umar kabla hajaswalisha asema, idha ra'aita taliban ilm la yahris ala takbirati al-ula ma'a al-imam
famfudh yadayka. Sema idha ra'aita taliban, ukimuona mwanafunzi yoyote. Daiman Habib Umar yazungumza maneno haya, idha ra'aita taliban ilm, ukimuona mwenye kutafuta ilmu, manake mwanafunzi, la yahris, hana pupa ala takbirati alula ma'a al-imam, hana pupa ya takbirati alula, hana hamu ya takbir, bibana yeye takbiri ikimfutu ikimkosa ni sawa sawa tu, basi famfudh yadayka, huyo mtu hatakuwa na khair mbele. Imamu piga Allahu akbar, wewe ndo watawadhi au wewe ndo watoka domo huko piga story, una hamu ya kupata ile takbiratul ula ma'a al-imami, famfudh yadayka minhu, maana khalas pangusa mkono wako, huyu hatapata khair mbele. Kwa hivyo hizi shiari zote hasa sisi wanafunzi yafaa tuwe nazo, kuamka usiku, kujitahidi katika kudhibiti wakati, uwe daiman uwe na kitabu, kwa sababu umekuja kusoma hapa, umekuja kucheza wala umekuja kulala. Kama mchezo nyumbani yako, kama sehemu za kulala mzuri mzuri nyumbani ziko, lakini zote umeziacha hizo, marafiki, familia, vitu kadha wa kadha umeviacha, umekuja hapa. Maana kuna al-hadafu al-asma ambalo kwamba limekuleta hapa, nao ni kusoma. Kwa hivyo shughulika na kusoma, shughulika na kusoma, shughulika na kusoma, ili mbeleni uwe ni mtu ambaye kwamba kuashiriwa na vidole kwa ile elimu yako na ile ijtihadi yako ambayo kwamba umeifanya katika nini, katika kusoma kwako. Kwa ndugu zangu, haya ndio mambo kwamba nimependa ni yatangulize, nikimalizia kuwa tuwe ni watu ambao kwamba tufanya khidma katika marakis kama hizi, sehemu yote ambayo kwamba ya ilmu yafaa ujitolee katika kufanya khidma. So daima tuambia na mashaikh zetu kuwa man khadama qadama, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufanya khidma, yule mtu siku zote yatangulia. Lakini sengine utaona mtu yafanya khidma katika maahid, katika marakis, utaona wenzake wamcheka. Mathalan utaona huyu kazi sengine yuenda jikoni kupika chai au yuenda jikoni kupika chakula, utaona wenzake wamcheka. Ile khidma ile ndio itampandisha ile tumikia boarding. Mwalimu amekutuma wewe ukawa haraka haraka kumuitikia mwalimu, au muona mwenzako yataka kusaidiwa jambo, ikawa wewe umfanyia khidma yule mwenzako ni mgonjwa, ikawa wewe umtumikia yule mwenzako, wallahi utapanda katika daraja. Ndio tuambiwa wakati wa al-Habib Ali al-Habshi, kwa mzika Seul, al-Habib Ali al-Habshi wakati wake alikuwa kuna mtu special wa kumpikia kahawa. Huyu kazi yake ni kutengeneza kahawa, kija wageni shughulika na kahawa, na kule kwa mahabaib wakati wote kuna wageni. Maana sasa wakati wote yeye ufanya nini? Kutengeneza kahawa, kila mara tengeneza kahawa ile. Basi kwa wale wenzake wamfanya istisai, kumcheka na kumcheza shere. Wewe umekuja kusoma au umekuja kutengeneza kahawa? Wewe umekuja kusoma au umekuja kutengeneza kahawa? Wenzako tutasoma, si wewe zako jikoni tu. Na haya maneno utayapata kwenye mabodi, kwa sababu kuna wengine huwa wapenda kuwatumikia wenzao. Utaona watu wako majikoni, wengine wapika. Sasa utaona wenzako kwamba wewe kazi yako kupika tu, wenzako darasani wasoma, wewe wapika tu. Sasa yule mwanafunzi wala Habib Ali al-Habshi ikawa wenzake wakifanya istizai, ndio umekuja kusoma au umekuja kupiga kahawa? Watu wako darasani wasoma, wewe uko jikoni. Haya vipi haya? Ikawa watu paka yule bwana yule mwanafunzi ile jambo likamuingia, kwa sababu wanafunzi kila mara wafanya istizai, ikamuingia ile jambo, ikabidi muulize Habib, la Habib bwana, nataka nende zangu nyumbani. Vipi? Sababu wanafunzi wenzangu wanicheka na mimi kazi yangu kupiga kahawa tu, sija kuja kusoma, nimekuja kupiga kahawa. Watu wasoma darasani, wafundishwa, wachukua ilmu, wachukua balagha, wachukua sarf, wachukua nahwu. Mimi kazi yangu niko jikoni nachukua moshi tu kule. Wala basi Habib al-Habshi akaambia subiri, kamsubirishwa wale mafunzo akapaki. Sasa ashahidi kafika wakati al-Habib yasafiri, na Habibu wale watu wakubwa alikuwa akiwafundisha yeye, na hawa watu wakubwa ndio wangefanya istihsai kwa wanafunzi. Sasa ikafika wakati Habibu yasafiri. Sasa bimaana akisafiri atakaje mtu kunyuma ambao kama atashika nafasi yake ya kuwafundisha wale wanafunzi. Habibu yasafiri. Hata akaangalia sema hakuna mtu ambaye kwamba wa kumwacha zaidi huyu ambaye kwamba piga kahawa.
Ndio akamwacha, ambaye wewe utabakia sehemu yako kufundisha. Kashangaa, mimi nimesoma saa ngapi na mimi niko jikoni kila mara, lakini amri ya Habib akaa ufundishe. Basi yule mwanafunzi imtithalan lilamri, kufuata amri ya Habib, akakaa ikawa yafundisha wale wenzake ambao kama wamfanyia istihzai. Alipokuwa yakaa wale wenzake sema, wewe unatufundisha nini? Mwenye hasomi sisi tumemshinda. Lakini waambiwa yule ambao kama tuelezea hichi kiswa, yule bwana ikawa yawafundisha mpaka wale wanafunzi wengine wakashangaa. Ikawa Mola Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia, ikawa kile anachokitoa yakitoa kitu ambacho kwamba ni cha sawa sawa. Zile ibara yazifungua vizuri kwa ile fathi ambayo kwamba amepata na ile dua ambayo kwamba amepata kwa shekhi lake, Mola Subhanahu wa Ta'ala akamfungulia. Lakini yote kiangalia ni baraka ya khidma. Tumeelewa jamani? Kwa hivyo tuwe ni watu ambao kwamba tujitolea katika madaris, tuwe ni watu ambao kwamba tujitolea katika marakis, tuwe ni watu ambao kwamba tuko mbele katika mstari wa khidma, na Mola Subhanahu wa Ta'ala atakupigia tochi, atakupatia ile ilmu ambayo kwamba umekuja kuifuata kwa baraka za zile khidma ambazo kwamba wasifanya katika marakis. Tunakumbuka siku moja alikuwa tuko markaz, tunasema itashehe kule Yaman, tunasema itashehe riba, tufanye usafi, fagia wenyewe. Mara akaingia Habib, si Habib Omar, akaingia Habib ambao kwamba ni katika wanafunzi wakubwa wa Habib Omar, anaitwa Habib Kadhi, wanafunzi mkubwa katika wale wanafunzi wa Habib Omar. Alipofika na kutona sisi tufagia, na yeye amevaa kilemba na juba na kishale, akasema nipenda mimi ufagia. Mahabibi wake asitafagia, amala nipenda ufagia. Basi ikawa yeye yafagia na sitomshuhudia, na kilemba chake na kanzu yake na juba lake na kishale chake, lakini ameshika ufagio, afanya nini? Yuafagia. Kisha akatuambia hizi sehemu hizi za ilmu ukizitumikia, Mwenyezi Mungu atakutumikia. Sehemu za ilmu ukizitumikia, bimaana sehemu za ilmu na watu wa ilmu. Na kusema hivi tutakatusiliane vibaya, sijua kwamba usiona kama sisi tunataka kutumikiwa sana, tusielewane vibaya, lakini sehemu za ilmu ukizitumikia na wenye kukupatia ilmu ukiwatumikia, basi utapata daraja kubwa sana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema habibi, hizi sehemu za ilmu ndio zenye kuinua mtu wakati wa kuzitumikia. Ndio habibi wala akasema man khadama qadam, yote ambapo kwamba atafanya khidma, basi yule mtu atafanya atatangulia. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ndio maneno ambayo kama nimependa ni yafikishe mbele yenu inshallah. Ikiwa tumepata ni tawfiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa imekosa tumekosa, kuna sehemu yote itajiwa taadil, basi shekhe letu kwa hapa inshallah atarekebisha yale makosa ambayo kwamba yameonekana. Na masumi al-insanu insana illa bikathrati nisyan, madamu mwingi wa kusahau na mwingi wa kufanya nini, wa kuteleza. Kwa hivyo bila shaka tumeteleza katika mazungumzo yetu, ustadhi kwa hapa inshallah atarekebisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.